واستقبال القبلة والنية حال مشاكل تسع صلاة. Kwanza Alislamu, sharti ya swala kuwa Muislamu. Asiyekuwa Muislamu akiswali yeye atakuwa anafanya mazoezi, anainama anainuka, anainama anainuka. Lakini Muislamu ndo akiswali swala yake inakubaliwa. Kwanza Alislamu, mtu awe Muislamu. Wala tukubali salatu illa bilmuslim, haikubali swala mpaka uwe Muislamu. Ikiwa katika dini nyingine isiyokuwa Uislamu ukiswali sawasawa na bure. Uislamu ndio dini ambayo Allah tabaraka wa taala asema inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Hakika dini mbele ya Allah tabaraka wa taala ni nini? Ni Uislamu. Yani dini ambayo Allah tabaraka wa taala ataikubali siku ya Kiyama ni dini ya Uislamu. Muislamu ndo atakuwa na nafasi kubwa mbele ya Allah kuliko yule asiyekuwa Muislamu. Alislamu yapili al-aqlu ni mtu ambaye al-aqlu ni yule mtu ambaye tunasema ni mtu ametakiwa kuswali, ni mtu mwenye akili timamu, mwenye akili akiwa ni mwendawazimu swala yake haikubaliki. Mwendawazimu ambaye kidogo akili zake kidogo hazichani, huyu mtu akiswali swala yake haikubaliwi, kwa sababu kalamu yake haiandiki dhambi wala thawabu. Mtume anasema rufia alqalamu an thalatha, kalamu za watu wa aina tatu haziandikiwi dhambi wala thawabu. Mtume anasema النائم حتى يستيقظ، aliyelala mpaka amke. Walmajnun hatta yufiqa, mwendawazimu mpaka utakapomuondokea uwendawazimu wake. Wasaghiru hatta yablagh, mtoto mdogo mpaka atakapobalika. Watu wa aina tatu hawaandikiwi dhambi. Kwanza aliyelala haandikiwi dhambi. Ukilala huandikiwi dhambi yote, kalamu umetulia. So ukilala sawasawa na kifo cha mtoto, hujui ufahamu nini kinachofanyika. Usingizi sawasawa na kifo. Kwa hiyo kalamu hiyo inatulia mpaka ukiamka, na kalamu inakuwa attention kusubiria madhambi na thawabu zako utakazozifanya. Na kama una uwezo unajiona mimi bwana, nikiwa niko macho nitafanya madhambi, lala wewe, lala mpaka unakufa tu, unaingia zako peponi inshallah. Sasa bwana mnacheka ukijiona nikiwa nazo hivi nitafanya madhambi, wewe lala mpaka unakufa peponi moja kwa moja. Kwa sababu kuna nani unatoa kwa sababu unadai peponi. Lakini mtu aina mbili, mtu aina ya pili nani? Al-majnun. Majnun ni mwendawazimu. Mwendawazimu yule mwenziwa hajui dhambi wala hajui thawabu. Yule akiswali sawa, asiposwali sawa. Kwanza hata akiswali hajui dhambi wala thawabu. Mwendawazimu hata yafika mpaka mwendawazimu atakapoondokea. Na mwendawazimu ni miongoni mwa watu yani mwendawazimu, mtu ambaye akili zake kidogo zimejini. Yani huyu mtu anakuwa na neema kubwa sana kuliko sisi watu wenye akili timamu. Sisi tunaelewana vizuri hapo? Ndio akasema hiki sasa. Wakati yule amepewa mwendawazimu, neema gani tena? Neema alionao leo, aleta gari lako zuri jipya umenunua, mashaallah, jipya yuzi, gari lako jipya kabisa, sio mtumba vile, au umeagiza kutoka kwa Isabela kwa Ulaya na nini. Sasa kuja Tanzania, alafu lazima akachukua jiwe akapiga kidogo